uabudu, naungana nao nasema uabudiwe. Umetiinia malaika wa kuabudu, naungana nao nasema uabudiwa. Uabudiwa, uabudiwa, naungana nao nasema uabudiwa. Yesu, uabudiwe, uabudiwa, naungana nao nasema wewe ni Mungu watu wa bahari, haufananishi na kitu kingine, haufananishi na kitu kingine. Wewe ni Mungu pasua mawimbi, haufananishi na kitu kingine, haufananishi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishi na kitu kingine, haufananishi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishi na kitu kingine, haufananishi na kitu kingine. Wewe ni Mungu pasua mawimbi, haufananishi na kitu kingine, haufananishi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Haufananishi na kitu kingine. Naomba tusimame tuweze kupata maombi ya kufungua ibada ya lunch hour. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mko na furaha? Bwana asifiwe. Songa viti ya mbele. Nataka tufungue na maombi. Kama uko hapo unaona kuna maombi unahitaji kuomba, zungumza na Mungu. Na kupea some 2 minutes ama ile masaa tutatumika kidogo, nitafunga na maombi. Kila mtu ajizungumzie. Tufungue na maombi. Kwa kiroho chako fungua na maombi. Ambia Mungu ni asante amekuwezesha umefika mahali hapa. Hii lunch hour ya siku ya leo. Na wale mnatosama, ombeni mahali mlipo. Neema itatosha. Baba, katika jina la Yesu ninaomba katika lunch hour hii umenipa neema na mamlaka nikaweze kuzungumzia watoto wako hawa. Wamenipa heshima katika siku ya leo. Naomba Bwana ni wewe tu wa majeshi. Hakuna mwingine kama wewe kwa sababu umenipa kibali.
na anasema kwa sababu mtumishi wa hii nyumba Ndura Waroinge, naomba nikampe heshima kwa sababu hakuna mwingine anaweza kunipa heshima katika hoda hii. Wale wote mnanitazama na mnaniona, naomba mkazungumze na Bwana kwa sababu hii nafasi tumepewa ni nafasi ya muhimu sana ya kuzungumza na Bwana. Kuna ile jambo unahitaji kazungumzia Bwana, mwambie kuhusu familia yako. Kuna ile umepitia mengi mchana mzima mpaka umepita wakati kama huu wa saa 7. Zungumza na Bwana, mwambie jambo, mwambie kitu ya muhimu, mwambie zungumza, omba msamaha mbele ya Bwana. Hii nafasi tumepewa ni ya muhimu sana. Kuna ule ataweza kufika hapa akainue mikono juu, kuna ule ataweza hapa akazungumze akaambie Bwana jambo. Kuna wale wanateseka wakitafuta makazi kule nje, umepewa nafasi kukuja kuzungumza mahali hapa. Uko na kazi, uko na uwezo wa kufika mahali hapa, kwa sababu hiyo ni mamlaka umepewa, hiyo ni kibali umepewa, ufike mahali hapa. Sema ni asante kwa Bwana, ninataka usungumuze, ambia Mungu jambo, kwa sababu kuna mtu anahitaji kusungumuza na hajaweza kusungumuza masaa kama haya. Hii kibali umepewa ni ya muhimu sana, maana ya kwamba hakuna mwingine angekuja mbele ya familia yenu katika siku ya leo hapa kusungumuza na Bwana. Muombe kibali katika mahali unatembea, katika mahali unafanya kazi, katika mahali popote unatembea. Uombe msamaha kifamilia, uombe msamaha kila. Uwezi niambia wewe ni binadamu hujafanya makosa. Omba msamaha kwa Bwana, mwambie Bwana, tenda jambo katika masaa kama haya. Tenda Bwana, ukanipe ruhusa katika kichwa changu nikazungumziwa na mtumishi wa Bwana akiwa mahali hapa kwa madhabahu. Zungumza na Bwana ukapate kibali katika masaa, kuanzia masaa kama haya kuendelea mbele mpaka jioni, ukapate kibali kwa Bwana. Zungumza, naomba ukazungumze mpendwa, kalia mbele ya Bwana, nena na Bwana, mwambie jambo, mwambie kitu katika siku ya leo. Amekupa nafasi ukazungumze kwa ajili ya watoto wako, amekupa kibali kwa sababu ukazungumze kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya boma yako katika siku ya leo. Bwana akakuzungumzie. Haleluya. Nataka tuombe, tufunge macho tukazungumze. Nataka kufunga na maombi. Baba, ninakushukuru umenipa neema hii kuzungumzia watoto wako mahali hapa. Wewe ni mwenyezi na mamlaka, nipe neema ya kuzungumza na ya kuona mbele na ya kuzungumza kilio ndani yako my Father. Mimi siwezi, wewe ndio unaweza. Naomba na kuamini. Amen. Tukaketi chini tukasikilize neno. Nataka mfungue John verse 9. Tunaanzia 1 tumalizie 4. Na kuna kale kakitu nataka kuzungumza kwanza ndio tuingie kwa Bible. Ni masaa na kupea ukafungue ufike mahali pale. Nimesema John 9 tuanzia 1 na malizia 4. Nataka nizungumze hivi. Nataka niseme ni asante Reverend, umenipa nafasi ya kusimama katika madhabahu, kwa sababu kuna wengi wanatarajia kusimama hapa na hawajaweza kusimama. Bwana asifiwe. Hiyo ni neema kubwa sana na kushukuru. Nasema ni asante. Mungu akutie mafuta zaidi na zaidi, ndio na mimi niweze kupanda kiwango kingine. Bwana asifiwe. Hivyo wakati ninapozungumza usije ukanione ni mimi nazungumza. Bwana asifiwe. Hii nafasi ni ya muhimu sana na nataka niwahimize kidogo ndio tuingie kwa Bible, kwa sababu sisi ni binadamu wa aina mbalimbali. Bwana asifiwe. Wakati unakapoingia tuzungumze maana ya kazi kwanza ndio tuingie kwa Bible. Hiyo ni kuhimizana tu kidogo. Bwana asifiwe. Wakati unakapokanyaga kazini asubuhi, unapata umeingia kazini, kuna vikwazo vinakuanga mingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu anatarajia ufanye mema. Bwana asifiwe. Upate riziki yako na Saitani anakupiga zaidi nyingine. Bwana asifiwe. Hivyo wakati unakapoangalia unatoka nyumbani na unarudi nyumbani, ujichunguze sana ni nini imefanyika katika hiyo siku, wakati uliamuka na wakati unaenda kulala. Bwana asifiwe. Unaangalia vitu ngapi? Vitu mbili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umepewa nafasi, unaamuka, unafika na unarudi jioni. Bwana asifiwe. Kuna vile mambo unapitia ndogo ndogo, unapata tu umekosana na mfanyikazi mwenzako, umekosana na boss, yaani vikwazo ndogo ndogo. Hiyo vitu kama hiyo nafaa uangalie. Bwana asifiwe. Naomba ule amefungua John 9 anisomee kuanzia 1 mpaka
tu kwanza, ndio hiyo ingine tutaendelea. Bwana asifiwe. Unaweza msaidia na mic ura amefika tuweze kusoma. Ile jambo nimekwambia tunahimizana ya kwanza ni hiyo. Bwana asifiwe. Uangalie jinsi unakapotembea njia ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu sisi sote hatuchapewa neema inatosana. Bwana asifiwe. Siwezi kuwa kama Babura. Bwana asifiwe. Kwa sababu Babura ile kazi anafanya siwezi fanya. Hivyo Mungu amechagua chambo kwako, kuna ile kazi unaweza fanya na kuna ile nyingine huwezi fanya. Bwana asifiwe. Tuseme example like uko na TV kwa nyumba, unaweza tengeneza ikiharibika? Tuseme example wewe ni daktari like Babura. Sio, you are a doctor my friend. That is an example. It's not you. Wewe ni daktari, unaweza tengeneza TV? Uwezi, lazima upeleke wapi? Kuna ile kitu Mungu amechagua ufanye. Acha kupea vitu ufanye mara mbili. Unapata wewe ni daktari, uwezi tibu ng'ombe yako ikiwa mgonjwa. Lazima upeleke kwa hospitali, upeleke kwa ule mwenye anatibu ng'ombe. Bwana asifiwe. Lakini wewe ni daktari na ule mwingine unamuita ni daktari. Lakini umepewa vitu tofauti. Nani amepata? Nani ameweza kupata? Cisco, mpe mic. Hivyo ujunge sana. Kile kitu umepewa na Mungu isikilie kabisa. Kwa sababu kuna siku utanyanganywa. Wakati utafanyia kazi vizuri utanyanganywa. Bwana asifiwe. Kuna siku hilo utanyanganywa. Na wakati umepewa nafasi kama hiyo, chukulia maanani. Bwana asifiwe. Mimi wakati nilikuwa chokorani nilikuwa najiulizanga ni lini nitakuwa naendesha gari, ni lini nitakuwa nafanya kazi. Hivyo Mungu ana mambo yake ya kukufanyia. Tusome. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni John 9 verse 1. Nasema, as Jesus was walking along, he saw a man who had been born blind. Kidogo. Is Jesus walking alone? Kuna kitu hapo unasikia, weke raini hapo. Umesikia? Jesus walking alone. Tuendelee. His disciples asked him, Teacher, whose sin caused him to be born blind? What was it his own or his parents' sin? 3. Yes. Jesus answered, his blindness has nothing to do with his sin or his parents' sin. He is blind so that God's power might be seen at work in him. Yes. 4. As long as it is day, we must do the work of him who sent me. Night is coming when no one can work. Yes. Thank you. Sit down. Umesikia hapo kitu? Hata nimeanza na kufanya nini? Kutembea, si ndio? Nimesema kutembea kwenda kasini. Ukiwa mtu wa kuchunguza kitu mapema unafaa usike. Bwana asifiwe. Nimeanza na kutembea. Sasa hivi tumeambiwa kwa Bible wakati Mungu alipotembea peke yake. Unaona? Nimeanza na hiyo kitu ya kwanza, nimechukua kama kutoka kwa nyumba ukienda wapi? Kasini. Si unakuanga ronili? Kuna mtu unakuanga naye kuenda kasini? Siku hizi ni simu tu, unachukua, unaweka earphones, umetoka nyumbani. Bwana asifiwe. Hiyo ndio nimeanza nayo ya pili. Wakati hiyo ingine namba 3 inasema wakati ambapo anaambia mama usikue nini? Ama hatuchakuwa pamoja. Hiyo ni mafundisho. Umesikia hapo inasema ni mafundisho. Hivyo tukue strict kwa mafundisho. Hivyo vitu vingine usije ukaambiwa uko blind, ndio mnaambiwanga na reverend, fungua macho ya kiroho. Wakati unakapokanyaga mbele, usiwe naona na macho ya mwili. Fungua macho ya kiroho, kaone vitu zilio mbali. Bwana asifiwe. Kwa sababu tumewekwa hapa kwa hii madhabahu tukaone na macho ya kiroho. Hatujaweka tuone na macho ya kimwili. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Iwe jinsi unakapoona na macho ya kiroho, kuna vitu zingine zilio ndani kwa huyo mtu ama kwa kitu kile kilicho chako. Bwana asifiwe. Kwa sababu ndio maana umeambiwe fungue macho ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Umehimizwa vizuri sana. Si mimi nimesema, si ni Biblia imesema? Amen. Hivyo kitu ya muhimu ya kwanza nakwambia mpendwa, uangalie sana wakati unakapokanyaga. Unaona Mungu anatembea akiwa peke yake. Bwana asifiwe. Si alikuwa peke yake, lakini alikuwa anatumika nini? Hapo mbele imesema usije ukawa nini? Hapo kwa mama, mahali ametacha mama. Usije ukawa nini?
Chunguza Bible vizuri. Wakati unaangalia vitu zingine siko tight. Bwana asifiwe. Siko tight. Na hiyo mahali nimechukua hapo kwa John. Hiyo ni mafundisho. Bwana asifiwe. Mimi ambapo nakapo kuzungumzia, usipochukua manani, kwa sababu mimi nimesha sema, mimi nimesha isoma na nikaelewa, nikajua kwamba hiki kitu kinanipeleka kiwango chingine. Bwana asifiwe. Nakapoona ya kwamba vitu zingine nakapoizungumzia lazima nikuwe mtu wa kiroho. Bwana asifiwe. Hivyo maanake kila jambo nakapofanya katika nyumba yako, ama wakati unakapoamka asubuhi, ndio maana nimekuambia wakati unakapoamka ukienda pale kazini na ukirudi nyumbani, jichunguze kwanza uone ni nini nimeona katika siku ya leo. Bwana asifiwe. Hivyo jiangalie sana na jichunguze na ujue, uambie Mungu, ninastaka neema ya kuona na macho ya kiroho. Bwana asifiwe. Kwa sababu unasikianga mtu amekwambia, kama jana hapa tumefunzwa na mama. Kulikuwa na mama, wakati unakaka kitu unaomba na Mungu atafanya nini? Hawezi kunyima, na yeye ndio Mungu wa kila kitu. Hiyo kumaanisha vitu zingine usije ukahitaji lazima nipate njenga, lazima nipate reverend. Funguka macho ya kiroho ndio msaidie mahali hapa kwa madhabahu. Bwana asifiwe. Kwa sababu tumepewa kibali ya kuwa nyumba hii. Tumechaguliwa. Umesemekana leo ni wewe uko mahali hapa na ufanyi kulingana vyenye umepewa. Bwana asifiwe. Kwa sababu kama ufanyi kulingana vyenye ulipewa, ni macho ya kiroho una. Ujafunguka. Mikono yako imefungwa, miguu yako kila kitu yako imefungwa. Kwa sababu uoni mbele. Unaona hii kitu iko hapa nyuma. Kila kitu wewe ni huko mlango wa nyuma. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hivyo kila kitu ukiwa makini sana kufanya na kuangalia. Na wakati unakapotembea ukiwa peke yako, ni mambo mengi unapozungumziwa. Kuna kitu kingine inakujanga. Tuseme kama mimi, example like me. Niseme like somebody here aone ni ukweli ni yeye. Unajua kuna wengine anachakinga advantage. Sasa hii nikaleta nikaamuza Barbara nimweka hapo kwa madhabahu. Niseme huyu ndio mama kanisa. Tunampenda sana. Unajua wengine hawajui mama kanisa na mama wa reverend. Si ndio? Hawana tofauti hawana. Wewe ukisikia mama wa kanisa ukiamuzwa pale, umeletwa hapa tu ni chokes. Sasa zingine watu wanakuanga kanisani wamekuwa na usingizi, mtu amechoka wiki mzima, lakini sasa nataka niwafungue kitu fulani, ni kucheza tu wewe una take advantage, sasa inakuwa serious. That is not good. Unafaa kuwa reverend. Naomba siku moja wafundishe mama wa kanisa. Mama, kuna mama hawa mama na mama. Sasa siwe ni baba yetu, kuna mama, si ndio? Sasa huyu mama umfunze, uwaelewe, juu there no understand kabisa. Naweza leta hapa babu raka kesho anakuja amevaa acha ifaa net, ile nguo ya net. Anakuja amevaa smart, na uridi mama wa kanita. Nini? Ma, nikuonile. Unaanza kuambia mwenye hata hakukua na hakujua kenye kimeendelea. Umeona? Si mzuri. Wewe una jirani peke yako. Reverend, huyo mwenyewe anakufa peke yake. Si wewe hujamuombea, si ni ameanza. Ilikuwa jokes. Nimekuambia, mama nimekupata hapa kwa stairs, unapanda. Mama kanisa, mambo. So, mtu mama kanisa, na ni mtu kitambo alikuwa amekataliwa na huko mbele, usijue ni wapi. Ni huko mbele. Sasa unaanza wewe unataka advantage kila kitu. Mama wa kanisa. Hata ukiwa kwa nyumba mama kanisa. Mama kanisa. So unaanza kufikiria reverend. Hatari. Bwana asifiwe. Usikue hivyo. Unaona? Kwa kitu uko unaelewa hii ni nini nafanya. Sasa zingine tukue serious. Vitu zingine usitake advantage. Saitani anaongelezanga mtu ama hujaijua. Ndio naambiwa kila kitu kwa kiroho. Kwa sababu hujui hapo unakanyao wapi, hapo unaenda wapi. Bwana asifiwe. Wakati unasaliwa unanyonyeshwa, si ndio? Kitu ya kwanza unafanya nini? Acha nione wa mama. Kitu ya kwanza ukisaliwa mtoto anafanyanga nini? Analia, si ndio? Alafu unawekelewa wapi? Sasa wameanguka mtihani. Hata hawajui. Babu roho unajua? Anawekelewa wapi? Kwa kifua.
Thank you. Mungu amekufundisha. Bwana asifiwe. Hivyo vitu zingine ukwe na advantage, unaenda unazungumzia na Mungu, Mungu anakufanulia kwanza, unaelewa ni nini unafanya. Ni nini unafanya nini? Hiyo ndio kutake advantage, unakuwa mtu una understandable. Kwa sababu kama uelewi, tutakuelewa aje sisi? Bwana asifiwe. Kwa straight, alafu vitu zingine usije ukakuwa unatamburuka tu, nimesikia hapa wako pale, nienda unaenda hapa. Unaweza enda ukakufa na hapo mbele. Sisi hatujui. Mungu ametushungumzia tuone macho ya kiroho hapa mahali tuko hapa. Saa hii nikafanya kitu mbaya, najua nyumbani my wife amefanya kitu mbaya kwa sababu tuko pamoja. Bwana asifiwe. Usikuwa unasema tuko physically kila kitu. Hata hao watu tunakaa na wao ni pasua kichwa. Juu amesaliwa huko na mimi nimesaliwa huko. Bwana asifiwe. Hatujatoka tumbo moja. Nini nilitafuta huko na yeye alikuwa anatafutiwa huko. Hivyo sasa kuwa na vitu zingine ukiwa nayo, jifunze wewe mwenyewe. Kwa sababu umepewa advantage. Mungu amekupa kibali kubwa sana. Jifunze wewe mwenyewe. Ndio nasikianga wengine saa hii tunaambiwa tunaenda mazoezi. Wakati tunaenda mazoezi, wewe unaenda huko kwa nyumbani unanunua vitu ya kufanya mazoezi na umepewa barabara ndio hii unafaa ufanye. Imetengenezwa vizuri, milima na maponde. Wakati unakapokimbia, kuna mahali muscles za huko nyuma zinatengenezwa na za huko mikono wakati unatembea kwa barabara. Sio ile kitu ati pia hapo kwa nyumba wewe unafanya mazoezi kwa nyumba. Hapana. Mungu ametengeneza kila kitu na maana yake. Si ati imetengenezwa magari peke yake, imetengenezwa na maana. Bwana asifiwe. Wewe utufungueni macho ya kiroho, tuone mbele. Hiyo ndio naweza wafunza. Bwana asifiwe. Sikuwa na mengi ya kusema, nilikuwa nayo machache. Bwana asifiwe. Kwa sababu hiyo ndio nimepewa nizungumze. Bwana asifiwe. Siwezi jirasimisha naweza ongea nyingine sijui. Bwana asifiwe. Hii ni madhabahu ya Mungu, haitakange mchezo. Bwana asifiwe. Kwa sababu ni hayo machache, naomba tukasimame tuweze kufunga na maombi. Bwana asifiwe. Mmefurahia na hiyo neno ama bado? Niongeze. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Nimeona mmenipigia makofi. Bwana awabariki sana. Ni neema kubwa nikiwa mbele yenu. Bwana asifiwe. Naomba tukafunga macho tuombe. Bwana, ninazungumza na wewe masaa kama haya. Nasema ni asante umenipa neno nikazungumzia watu wako. Baba, ninaomba ukawape neema mahali wanaporudi, my Father. Ukawape malaika wako wakatembee na wao. Wale wanarudi kazini, Bwana ni wewe tu, hakuna mwingine kama wewe. Baba, ukazungumze na wao. Ukawape neema, uponyaji kapatikane. Ule ameingia akiwa mgonjwa, akapate uponyaji Bwana. Wewe tu ndio tunasema ni asante. Upewe neema na sifa, hakuna mwingine kama wewe. Wastahili sifa Bwana. Nasema ni asante kwa ya machache tumezungumza masaa kama haya. Neema yako ikatosha katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Bwana wabariki wale mnatutazama. Bwana nawapenda sana. Muendelee kutazama hivyo na muweze kupata mafundisho katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Mafundisho inakuanga imejaa. Bwana asifiwe. Na muweze kufika mapema mnapata chakula mzuri. Bwana asifiwe. Chakula ya kimwili ya kiroho yote iko. Hayo tu ndio maana